pilika za maisha haziishi leo. Leo unaweza kusema mtumishi, hapa nimekuvuka, unakutana baada ya miaka 3 tena kuna magumu, baada ya miaka 4 tena kuna magumu. Vurugu za maisha huwa haziishi. Leo una changamoto ya uchumi, kesho una changamoto ya ndoa, kesho una changamoto ya watoto, kesho una changamoto ya kazi. Changamoto haziishi. Lakini unapoanza kujua nafasi yako katika ufalme wa Mungu ni nani, kuna vitu vinaanza kubadilika na neema inaanza kufanya kazi. Sasa leo nataka nikupe jambo lingine kama la 5, namna ya kuanza kupata neema kwa Mungu. Nini cha kufanya? Unataka neema ya Mungu ianze kufanya kazi kwenye maisha. Jambo sijui la 5 ambalo mko mnaandika, sijui la 6. Jifunze kutoa sadaka za kiagano. Sio tunasema mtumishi unatoa sadaka. No. Kuna sadaka zinaitwa sadaka za kiagano. Sadaka ya fungu ya 10 ni sadaka ya kiagano. Sadaka ya malimbuko ni sadaka za kiagano. Sadaka za shukrani ya pekee ni sadaka za kiagano. Ndio maana ni hatari sana. Mtu anamaliza mwezi mzima, anamaliza wiki nzima, anamaliza miezi 6 mizima, anamaliza mwaka mzima, hata siku moja kutoa sadaka yake maalumu haijatokea. Huwezi ku-access grace. Sadaka zozote za kiagano ndio zinakutengenezea uwezo wa kutepu neema kutoka kwa Mungu na kuanza kutembea kwenye hiyo neema. Apandaye Aba atavuna Aba. Ina maana the more you give, kwa kadiri unavyomtolea Bwana, kwa kadiri unavyomtolea Bwana, kitu gani kinaongezeka kwenye maisha yako? Biblia inasema neema inaanza kuwa kwa wingi, ili muwe na riziki katika kila kitu siku zote. Sio riziki chache chache. Mara mwezi wa kwanza ulikuwa vizuri, mwezi wa 7 umekuwa mambo mabaya, mwezi wa 9 umekuwa vizuri, mwezi wa 11 vitu vime. Hiyo ni sign ya kwanza kuonyesha kwamba upandaji wako, utoaji wwako hauko sawa sawa. Vile ups and down, watu wanasema kupanda na kushuka, maisha na kupanda na kushuka. Hiyo ni misemo ya kidunia. Hiyo ni misemo ya kidunia. In biblical, Biblia inasema ni Mungu wa utukufu paka utukufu. Mungu hawezi kuwa utukufu wa kule kesho akawa utukufu. Hayupo Mungu wa namna hiyo. Zile ups and down sio biblical. Biblia inasema ni Mungu ambaye anamtoa mtu utukufu mmoja kwenda utukufu mwingine, utukufu mmoja kwenda utukufu mwingine, utukufu mmoja utukufu mwingine. Ndio maana anasema utukufu wa mwisho utakuwa ni mkubwa kuliko utukufu wa kwanza. Haiwezekani leo ukawa na milioni 100, kesho tukakukuta una 50. Biblia inasema ni Mungu ambaye ana raise mtu utukufu mpaka utukufu, hatua mpaka kwa hatua. Ndio maana hata Ayubu pamoja na kuwa na uchumi mkubwa, aliposhuka, alipoinuka, Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Ayubu sura ya 42 mstari wa 8 mpaka wa 10, inasema utajiri wake wa kwanza, utajiri wake wa pili ulikuwa ni utajiri mkubwa kuliko wa mwanzo. Akurudi kwenye position yake ile, lakini alirudi zaidi.